Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Aiwa TV, yule mgeni wetu ambaye tulikuwa tukikuletea katika kipindi hiki cha leo cha maandalizi ya Maarifa Day amefika, ni al-Ustadh Abdul Halim ibn Sheikh Muhammad bin Abi Bakari al-Burhan. Sheikh, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona nyuso yako iko na furaha sana kubwa, na furaha kubwa katika kuanzia katika sherehe zetu hizi za kuadhimisha ilmu hapa Mahadi Shamsil Maarif al-Islamia. Naam, watazamaji wa Aiwa TV pamoja na ya Salam Online TV wanataka kujua vipi Maarifa Day ya 2026 imekaaje kwa upande wako? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa umri na afya njema kuweza kukutana tena mwaka huu wa 2026 katika sherehe zetu hizi za kuadhimisha ilmu ndani ya Mahadi Shamsil Maarif al-Islamia, ambayo makao makuu yake ni hapa mkoa wa Tanga, mtaa wa Duga. Kwa mwaka huu wa 2026 kutoka kuanzishwa Shamsil Maarif inatimiza Shamsil Maarif miaka 26. Kwa hiyo huu ni mwaka wa kipekee kabisa ambao tunafurahia pia Mwenyezi Mungu kutuongezea umri wa kuendelea kuwa nayo Mahadi Shamsil Maarif Islamia. Tuna kawaida ya kushereheka juu ya kuadhimisha ilmu. Kuadhimisha ilmu ni jambo ambalo limekokotezwa hata na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna aya ile inayosema man yu'adhim sha'air Allahi fa innaha min taqwa alqulub. Kwa hiyo hata kuadhimisha ilmu ni katika sha'airillah. Na jambo hili hufanyika kila mwaka tarehe 8, 9 na 10 ya mwezi wa 7. Lakini kama nilivyotangulia kusema, mwaka huu ni mwaka wa 26, lakini vile vile ni mwaka wa 10 tokea tumkose muasisi wa Mahadi hii ya Shamsil Maarif al-Islamia, al-Walid al-marhum Sheikh Muhammad bin Abi Bakari al-Burhan. Yeye alifariki mwaka 2016 na sasa 2026 ametimiza miaka 10. Walillahi alhamdu, miongoni mwa baraka zake, miongoni mwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunaona kila mwaka kuna mabadiliko makubwa juu ya kukithiri watu, kwa sababu ni sherehe pekee ambayo kwa hapa Tanga ndio inaokusanya watu wengi sana kuliko mahala popote pale, iwe za kisiasa, iwe za kitaaluma, za kielimu. Lakini tunajivunia hilo Mahadi Shamsil Maarif kuwa ni sehemu ambayo inakusanya watu wengi mno, na inawezekana ikawa ni katika mikoa mingi ni mkoa pekee ambao unakusanya watu wa kielimu kila mwaka hapa Mahadi Shamsil Maarif al-Islamia. Vile vile sherehe hizi tuna ufunguzi wa siku ile ya tarehe 8 asubuhi. Kuna dua mbalimbali ambazo zinafanywa na viongozi wetu. Dua hizi ni kwa ajili ya kufungua sherehe hizi za kielimu, lakini vile vile mchana saa baada la asri tunakuwa tuna ziara ya kwenda kuwazuru mashekhe wetu waasisi wa ilmu hapa mji wa Tanga. Tunakwenda kuwazuru, baadaye tunarudi hapa. Lakini siku ya pili kuna makongamano mbalimbali, mihadhara mbalimbali ya kielimu ambayo inatolewa na mashekhe mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali. Wanapewa mihadhara ile kuiendesha, ambayo inakuwa ni siku ile ya pili saa 4 mpaka saa 7, na inakuwa vile vile saa 8 au baada ya asri mpaka kubaila al-maghribi. Na siku ya pili ile usiku ndio inakuwa ni maonyesho. Wanafunzi wa hapa Mahadi Shamsil Maarif wa kike na wa kiume wanaonyesha namna gani kwa mwaka mzima walichokisoma, na wanakionyesha kwa wageni wetu, vile vile wanakionyesha kwa wazazi wao, kwa sababu kila mwanafunzi aliyekuwa hapa, wengi wao wazazi wao wanahudhuria katika sherehe hizi. Basi wanaonyesha namna gani kile walichokichuma ndani ya mwaka mzima. Lakini baada ya hapo, siku ya mwisho ambayo ndio siku ya 3 ni kilele cha sherehe zetu hizi. Asubuhi kunakuwa na muhadhara kama kawaida, na bahati nzuri kwa mwaka huu kilele chake itakuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tutakuwa na muhadhara kabla ya Ijumaa, na hutuba inawezekana ikatolewa na wageni wetu mbalimbali ambao watakuwa wamehudhuria siku ile. Lakini mchana baada ya Ijumaa itakuwa ni karamu
ambayo watu wote waliojumuika hapa itakuwa ni sadaka yao. Lakini baada ya asri kutakuwa na zafa kubwa mno, zafa ambalo litaanzia pale mtaa wa Madina roundabout kwa jina maarufu Mabanda ya Papa pale mpaka hapa Mahadi Shamsil Maarifi, ndio itakuwa kikomo cha zafa hilo. Na ni matawi yote, tuna matawi walillahi alhamdu 200 na kitu, ambayo ndio shina lake ni hili hapa, ni headquarter HQ ya matawi yote ya Mahadi Shamsil Maarifi ni hapa. Na vile vile baada ya zafa hilo, baada ya Ishai mubashara, itakuwa ndio ni maonyesho ya watu kutoka matawi mbalimbali, na wao wanakuja kuonyesha hapa makao makuu walichokisoma kwa mwaka mzima, kuwaonyesha wazee wao, kuonyesha walimu wao, kuonyesha vijana wao wengine. Kwa hiyo hii ndio mukhtasari, na baada ya hapo ndio kutakuwa na hutuba mbalimbali za mashekhe. Mwisho kabisa mudiri wetu Sheikh Samir bin Sadiki ndio atakayefunga hadhara hii kwa kuwashukuru watu na kuwakaribisha tena. Hayo ndiyo atakuwa ukamilifu wa sherehe zetu za Mahadi Shamsil Maarifi al-Islamia. Lakini vile vile kuna kitu napenda kukigusia hapa. Mahadi Shamsil Maarifi al-Islamia ina asili yake ni kutoka mwaka 2000, na asili yake ni sehemu ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, kwa sababu Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub ni shina ambalo limetoa aina ya kila tawi ambalo Tanzania nzima na nje ya Tanzania limekwenda kuotesha matawi yake mengine ambayo yanaendelea kuibua ilmu. Kwa hiyo naweza kusema miongoni mwa sehemu ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub ni Mahadi Shamsil Maarifi al-Islamia, kwa mwanafunzi wake ambaye ni almarhum Sheikh Muhammad Abubakar al-Burhan alipoamua kuja kuendeleza ilmu hapa Mahadi Shamsil Maarifi al-Islamia. Hili ningependa kulizungumza kwa sababu tunakwenda kwenye generation tofauti na umri huu unazidi kwenda mbio, na hali za mabadiliko ya akhlaqi za watu haswa dini inakwenda sasa hivi kuchanganyika na mambo yasiokuwa ya kidini. Kwa hiyo tunapenda kulikumbusha hili kwa watu ili liendelee kukaa katika akili za watu kwamba vyuo kama hivi, sehemu za ilmu kama hizi ni sehemu za kuadhimishwa, sehemu za kutazamwa kwa ndani, kwa sababu ndiyo sehemu zinazofufua watu wenye tabia njema, zinafufua watu wenye tabia zinazotakiwa kuigwa, sehemu ambazo ni za kusimamiwa sana, sehemu ambazo ni za kuangaliwa kwa jicho la ndani, kwa sababu leo jamii imebadilika. Kuna watu wa kila namna, kuna watu sio wanaitwa watoto wa Ibilisi, kuna watu wanaitwa sio watoto wa Shaitani, kuna watu wanapewa majina tofauti, na hao wote ukiwaangalia asili ya uharibifu wao ni kukosa maadili, kukosa imani zao, kukosa kumjua Mungu na mtume wao. Kiufupi ni kukosa tarbia, malezi yale ya kiilmu, malezi ya kidini. Na Shamsil Maarifi ndio kituo katika vituo vikubwa ambavyo vinalea watoto kwa malezi, kuwapa ilmu yao, kuwajulisha tabia zao, wanatakiwa wawe vipi, waishi vipi. Kwa hiyo napenda kutoa wito kwa watu kutoka sehemu mbalimbali, walete vijana wao hapa Mahadi Shamsil Maarifi, tuwalee kiilmu, tuwalee kimalezi, tuwalee kwa namna ambavyo dunia inavyokwenda. Dunia ya leo inasahau imani, inakumbuka kitu, inasahau utu. Kwa hiyo leo unaweza kuwa na kitu ukawa ni mtu, kuliko ukawa na utu ukawa huna kitu, hauwezi kuthaminika. Cha mwisho napenda kuwakaribisha, ambacho ndio cha kwanza nilikuwa nataka kusema, lakini napenda kukiweka cha mwisho. Kabla kuwakaribisha wapenzi watazamaji, kuna mji hapa Tanga unaitwa Majengo. Hivi unaweza kutupa historia ya Shamsul Maarifi na Majengo? Majengo ni mtaa wa pili tu kutoka hapa Mahadi Shamsil Maarifi Duga. Historia ya Majengo ni kwamba Shamsil Maarifi hii, Mahadi Shamsil Maarifi, kuanzishwa kwake ilianzishwa pale mtaa wa Majengo, na bahati nzuri tu Mahadi Shamsil Maarifi ilianzishwa kabla ya Majengo, kwa sababu Maarifi imeanzishwa kwa azma inakaa kwenye moyo. Kwa hiyo ilianzishwa kabla Majengo, lakini kudhihiri kwake ilidhihiri Majengo Shamsil Maarifi mwaka 2000, na vile vile ni miaka miwili tu baada ya kuanzishwa, watatu ndio tuko hapa Mahadi Shamsil Maarifi Islamia. Kwa hiyo kikubwa, maudhui makubwa leo ni kuwakaribisha watu kutoka sehemu mbalimbali, popote wewe Muislamu, bila kujali ni madhahabu gani, bila kujali
ni mtu wa aina gani, sababu leo Waislamu wanasahau imani ya Uislamu, wanakumbuka matabaka yao ya Uislamu, wakati Uislamu ambao ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndio unatakiwa ukuunganishe na Muislamu. Almuslim akhul muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Kwa hiyo yoyote anaitwa Muislamu tunamkaribisha Mahadi Shamsil Maarif Alislamia aje aojionee na aone namna gani vile ambavyo ilmu inaadhimishwa, ilmu inatukuzwa, na malezi ya vijana jinsi gani wanalelewa katika tarbia, wanalelewa katika namna ambayo ulimwengu wa sasa ndio watakiwa tuwafunze na tuwarithishe watoto vitu ambavyo vitawajaza imani na kuweza kuishi na nchi yetu, kuiletea amani, nchi yetu kuiletea utulivu. Walillahi alhamdu, tunashukuru leo hii mji wa Tanga tunasifika na tunajifakhiri kwamba ni mji wa kiilmu na ni mji wa kiamani. Tarehe 7 leo mwezi wa 7 ilikuwa miji mingine tafurani watu wamejifungia, lakini Tanga tumeanza shughuli zetu vizuri, na tunashukuru viongozi wetu wa Tanga, mkuu wa mkoa tunashukuru na kamati yake ya ulinzi na usalama, walikuwa macho, lakini vile vile na hata watu wenyewe wa Tanga tunaitwa ni mamwinyi, na ni kweli sisi ni mamwinyi bwana, wamwinyi wa amani, ni mamwinyi wa ilmu, ni mamwinyi wa kila kitu. Tunajifakhiri walillahi alhamdu. Kwa hiyo njooni Tanga muje mpate ilmu, na si lazima Shamsil Maarifi, matawi mengi hapo, taasisi nyingi zipo. Ala kulli hali uwe ni mtu mwenye kutafuta ilmu, utlubil ilma walau bisin. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tafuteni ilmu ijapokuwa umbali wa nchi ya China. Leo Tanga na mkoa mwingine huwezi kuchukua hata siku 3 umefika Tanga, hata kama mkoa uko mbali vipi. Kikubwa tunawakaribisha wote popote walipo waje Mahadi Shamsil Maarif Alislamia, tushereheke wote, tusherekee ilmu. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kumalizia, shekhe, mpenzi mtazamaji wanataka kujua Maarif Day ya 20 na 26, pengine mgeni ambaye mmemtarajia kuja hapa katika sherehe hizi ni nani, ili waweze kufurahi wapenzi watazamaji na kufahamu? Walillahi alhamdu, wageni tukianza kuorodhesha hapa tutachukua muda mkubwa, lakini natakiwa watu wafahamu, na napenda watu wafahamu, watazamaji wote, kwamba Shamsil Maarifi kila mwaka ina aina zake za wageni tofauti, wageni waki nchi, wageni wa kiilmu, wageni wa masharifu, mashekhe, wanasiasa, wote sisi tunawaalika na tunawakaribisha katika jambo hili. Ukitaka kujua ni nani aliyokuwepo, basi wewe hudhuria Shamsil Maarif au usende mbali na Aiwa TV na ya Salam Online TV ili upate kujua kuna kipi kama kwa huu ambacho tumekuletea Mahadi Shamsil Maarif Alislamia. Mpenzi mtazamaji, kama mlivyomsikia al-Ustadh Abdul Halim bin Sheikh Muhammad bin Abi Bakar al-Burhan, na kama unavyoziona shamra za hapa Al-Mahad Shamsil Maarif zimeshaanza na uwanja tayari umeshakuwa tayari kwa ajili ya kuwapokea wageni wa aina mbalimbali. Usikae mbali na chaneli yako hizi mbili, Aiwa TV pamoja na ya Salam Online TV, kwani hawa ndio ukombozi katika sherehe hizi za Shamsul Maarif Alislamia kwa mwaka huu 2026. Wama alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawatakia Eid njema ya Maarif Day 2026.